inauma kiasi gani. Na bibi mzee ndio msaada wangu. Vipi tunakuja hapa tunapata imani na tutaona tutatolewa msamaha rais, lakini tunakuja tujaona tunaambia tarehe 3. Mama, bwana umeshasema waachiwe. Kwa nini hawaachiwi mama? Ndugu zetu tunalia wako mundeni, hatujui mustakabali wao. Mama, tunakuomba kama unatusikia, wewe ni mama wa haki. Mama, najua wewe una uchungu wa mwana. Yaani kitu ambacho mdogo wangu haelewi, kwanza ni mpole, haelewi. Nafika Segerea ananiuliza dada waini ni nini? Yaani haelewi hata waini ni nini. Anasema tu amepewa kesi ya waini. Basi ndio tumesikia mama ametoa msamaha, vijana waachiwe. Basi tunaomba mama alifanyie kazi. Vijana jamani waachiwe, watu waachiwe, wana kosa, watu wamebebwa wana makosa, wamebebwa tu wamepelekwa huko. Mdogo wangu ana mke ameoa hata mwaka ana mke ana mimba miezi 7, hivyo tumetoka jana kumtoa hospitali pressure. Kwa sababu tulitegemea hata kama kuna hairisho lolote kutoka kwa upande wa jamhuri, hata wao wangetoka tu kuliko hao wawakilishi wale watu kuja kutusemea. Hata wao upande wa jamhuri wangetoka kutuambia watu wetu wako wapi. Kwa sababu leo ni NIC, leo ni siku ya ngapi? Leo tarehe 19. Almost kitu kama siku karibia 21 hivi. Ndugu zetu hawatuwaoni. Wao hawakuona kama kuna haja ya wao kutoka kuja kutuambia sisi ndugu zetu wako wapi. Kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai, mkurugenzi wa mashtaka nchini ana mamlaka ya kuondoa kesi yoyote ambayo iko mahakamani kwa wakati wowote. Kwa hiyo ilikuwa inawezekana hata kama ni leo wangeweza kufika mahakamani na kusema tunaiondoa hii kesi, hatuna nia ya kuendelea nayo. Kwa hiyo hakuna muda specific kwamba ni siku moja, siku mbili, siku 3, lakini kwa sababu umeniuliza na ni maagizo ambayo yalitolewa, nadhani ni ofisi hiyo sasa ambayo inapaswa kutekeleza hayo majukumu. Tanzania's President Samia Suluhu Hassan has appointed her daughter, Wanu Hafidh Ameir, as the new Deputy Minister for Education. 43-year-old Hafidh Ameir is the Member of Parliament for Makunduchi constituency in the semi-autonomous island of Zanzibar. She retained her parliamentary seat in the October 29, 2025 general election under the ruling Chama cha Mapinduzi Party CCM, which also sponsored her mother's presidential bid. President Suluhu Hassan at the same time appointed Hafidh Ameir's spouse, Mohamed Mchengerwa, as the new health minister, replacing Janista Mhagama, who was not reappointed to the cabinet. 46-year-old Mchengerwa is also the Member of Parliament for Rufiji constituency in the country's eastern Pwani region. Tanzania's former President Jakaya Kikwete's son, Ridhwani Kikwete, has also been appointed minister in President Suluhu Hassan's office. He will be in charge of public service management and good governance in the head of state's office. 46-year-old Ridhwani Kikwete is also a lawmaker of CCM party, representing the coastal constituency of Chalinze, located in Pwani region. President Suluhu Hassan, who was declared the winner of Tanzania's recent presidential election with nearly 98% of the vote, named 27 ministers and 29 deputy ministers in the reconstituted cabinet. 7 senior officials who served in the previous cabinet have been relieved of their duties. They include former Energy Minister Doto Biteko, his agriculture counterpart Hussein Bashe, and former Trade Minister Selemani Jaffo. In the new government, Hamis Musa Omar will take charge of the powerful finance ministry, while Mahmoud Tabit Kombo has been retained as foreign minister. Professor Adolf Mkenda will be the education minister, to be deputized by President Suluhu Hassan's daughter, Wanu Hafidh Ameir. Daniel Chongolo will head the agriculture docket, while Judith Kapinga will serve as the industry and trade minister. Paul Makonda, the former powerful regional commissioner of Tanzania's commercial hub Dar es Salaam, and later Arusha in similar capacity, has been appointed deputy minister for information, culture, arts, and sports.
43-year-old Makonda, who recently won the Arusha Urban Parliamentary seat on CCM ticket, drew international media headlines in 2019 when he proposed that the names of all married men in Tanzania be published on a state website to help single women identify predators posing as available men. Mimi nilisema laana sitaibeba peke yangu na niko na wafuasi, laana tutabeba wote. Mambo ni bulanda. Hebu sikiza, tunaenda moja kwa moja mpaka kwa bunge la Tanzania wakati wanaapisha watu. Tunaanza na mtu anaitwa Baba Levo, hii kichwa yake kubwa hiyo Daneko na akili akampatia ubunge, kumbe ndo alikuwa anaharibu, alipeana aibu. Hebu sikiza Baba Levo. Mimi Clayton Revocatus Chipando, Baba Levo, kwa heshima kubwa naahidi. Mheshimiwa, soma jina lako sahihi. Ndio hilo. Baba Levo sio jina lako rasmi. Anza. Na kanabisha ati ni jina yake. Hebu tuende kwa huyu sasa, tuende kwa huyu. Mheshimiwa Nasria Nasir Ali. Mimi waliomuelewa sawa. Haya, twende kwa huyu. Huyu jamaa Ramadhani, kwa heshima kubwa mbele ya bunge lako tukufu, kwa uaminifu, mimi. Hao ndio watu watakuwa wanatetea wananchi kama jambo imeenda vibaya. Mmeona bulanda. Wanu Hafidh Ameir. Mimi Wanu Hafidh Ameir na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Wanu Hafidh Ameir na hapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Baraza la Mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.